Nasema je, si mimi niliyekuamuru? Je, sio mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike. Usiogope wala usifadhaike. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Amen. Anasema, je, si mimi niliyekuamuru? Anauliza swali. Je, si mimi niliyekuamuru? Natamani tuyatamke maneno haya wote Miracle Center. Sema, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Sema tena, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Unadhani maneno haya anaambiwa nani? Maneno haya unaambiwa wewe. Haleluya. Lakini katika wakati huu alikuwa anaambiwa Yoshua mwana wa Nuni. Anaambiwa na Bwana katika ulimwengu wa roho ya kwamba Bwana anamuuliza ya kuwa, je, si mimi niliyekuamuru? Tunatembea kwa amri ya Mungu, tunaongozwa na amri na mamlaka ya Mungu. Anasema, je, si mimi niliyekuamuru? Akamwambia, uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nao kila uendapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuko pamoja nawe kila uendapo. Kama Bwana yupo pamoja nawe, ni kitu gani kitakuogopesha? Ni kitu gani kitakufanya ufadhaike? Utafadhaika kwa kitu kipi wakati Bwana Mungu wako yuko pamoja na wewe? Haleluya. Na uhakika ya kwamba yuko pamoja na wewe unao wewe mwenyewe, unafadhaika na nini? Kwa sababu mwingine anasema hauna Mungu, kwa sababu mwingine anasema Bwana hayuko pamoja na wewe. Wewe una uhakika ya kwamba Mungu yuko pamoja na mimi, anatembea na mimi kila niendako. Unafadhaika kwa kitu gani? Haleluya. Unaogopeshwa na kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama kuna mtu wa kumtazama, ni kumtazama Mungu wa majeshi. Musa akawaambia wana wa Israeli jangwani, akawaambia hivi, mnaona hawa nyoka wa moto wanawang'ata na watu wengi wameanguka mizoga, tunaona wengi wamekufa, lakini nataka niwaambie, mtazame nyoka wa shaba ambaye ameinuliwa juu upate kuishi. Kama unataka utiwe nguvu ya kusimama usonge mbele, jifunze kumwangalia Bwana, jifunze kumtazama Kristo, jifunze kumtazama mwenye kuanzisha kazi ambayo ni njema moyoni mwako. Ukimwangalia yeye hautaadhibika, ukimwangalia yeye hautaogopa, ukimwangalia yeye hautafadhaika, kwa sababu kuna mtu mwingine amekusema vibaya, eti unafadhaika kwa sababu kuna mtu amesema ya kwamba atashikamana na wewe. Wewe mwambie ya kwamba wewe umesema hivyo ya kwamba utashikamana na mimi, lakini Bwana yupo pamoja nami. Sitaogopa, sitafadhaika, sitaogopa. Hata vitisho vyao wavifanye kama watakavyo, hata manyanyaso yao wayafanye kama watakavyo, lakini kwa kuwa Bwana yupo pamoja nawe, simama, usiogope. Mtu ambaye anatakiwa kufanya ufadhaike anapoondoka kwenye maisha yako ni Bwana. Lakini kama Bwana yupo, mambo yote yapo sawa, mambo yote sawa. Yesu anapokuwa enzini, yupo kwenye majukumu yake, yupo kwenye
usiogope. Kama kuna mtu ambaye anatakiwa akutishe, akuogopeshe, Bwana. Wokovu wa leo unahitaji mtu anayetembea kwa kumwangalia Bwana. Usiangalie kampani, usiangalie mwingine, usiangalie rafiki yako, usiangalie jamaa yako, usiangalie ndugu yako anafanya nini. Uangalie Bwana anafanya nini kwako. Ukishamuona Bwana yupo kazini, simama, songa mbele, jivike nguvu, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Hakunaga shujaa aliyeshindwa vitani, na shujaa wote ni wale walioshinda vita. Ili uwe shujaa lazima vita ije. Ili uwe shujaa lazima watokee watu wanaokuwa kinyume. Lazima vita vile vinakuja mara kwa mara. Unashinda hili, linakuja hili, unashinda, linakuja hili, unashinda, linakuja hili, unashinda, linakuja hili, unashinda, linakuja hili, unashinda. Wewe ni shujaa. Shujaa haitwi shujaa kwa kushinda vita moja kila inayoinuka, kwa sababu kadri unavyoshinda ndivyo maadui wanavyozidi kujitengeneza. Kadri unavyoshinda ndivyo vita vinavyozidi kuandaliwa. Chagua kuishi kama mshindi. Chagua kuishi kama mshindi. Mtu aliyechagua kuishi kama mshindi hatishiwi nyau, hatishiwi chochote. Unaambiwa mende huyo, unaanza kukimbia. Wewe mwache mende apite, na akipita vibaya kanyaga, alafu unasonga mbele. Mwambie shetani hivi, kama kuna kitu hautakiwi kukosea, usipite kwenye 18 zangu. Hapa si naona moto ndio kwanza unazidi kuwaka hapa. Ukija kwenye 18, sijajiandaa kufa, ni uwawe na mende. Mende utakufa, utaniacha na Yesu, utaniacha na songa mbele. Utasimama kinyume, utabaki hapa, utakuja kugeuka, unatafuta niliyemwacha hapa yuko wapi, unakuta alishafika maili mbali. Kwa sababu gani? Tumewekwa na Bwana, na tunaishi kwa Bwana, na tunamtegemea Bwana, na tunamtazama Bwana aliyetuita akatuchora kwenye vitanga na mikono yake. Anatujua kwa majina yetu, na kabla hatujajulikana kwa ulimwengu alitujua toka tumboni mwa mama zetu. Alijua mapito atakayopitia, alijua vita atakavyopitia, alijua matanuru ya moto atakayowekwa, lakini alishauandaa ushindi wako zamani, alishauandaa ushindi wako kabla haujazaliwa. Ukishindwa ni wewe, lakini Bwana hajawahi kushindwa kamwe. Ukifeli ni wewe, lakini Bwana hajawahi kufeli. Nguvu za Bwana hazijawahi kufeli. Hivi Bwana ili aseme duniani ninao mashujaa, ni wale ambao wanapigana mpaka kufa. Usishinde kavita kamoja ukainua mabega. Jiwekee maisha yako kwamba mimi nimejiweka kuwa shujaa wa Bwana, ukijua ya kwamba vita vitakuja vya kila aina, vya kila rangi. Daudi alimuua dubu. Alipomuua dubu akaonekana ni shujaa, lakini bado alikuja simba. Alipomuua simba akamrarua,
wanakuja kwa upanga, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi aliye hai. Kuna watu wengine mbinu walizozitumia wakafeli, wanatamani kukupa hizo. Usikubali, 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 usikubali ukatumia mbinu ambazo mwingine amezitumia kwenye ndoa akafeli. Usikubali, usikubali Miracle Center ukatumia mbinu za watu waliotumia kwenye huduma wakafurahisha watu, wanalea makanisa na dhambi umo, kwa sababu wanataka wawe na idadi kubwa ya watu. Usikubali, usikubali. Mwambie Bwana, kwa jina la Bwana wa majeshi, hata kweli ina watu wake, ina watu wake. Hatutafurahisha watu ili kwamba kwa kuwafurahisha kwao waje na vitu vyao, waje wanahusiana njiwa halafu kwenye hekalu. Hapana, nyumba ya Baba yangu itakuwa nyumba ya ibada, itakuwa nyumba ya sala, sio pango ila wanyang'anyi. Karapasakataya rapaseke, nyumba ya Baba yangu itakuwa nyumba ya sala, haitakuwa pango ila wanyang'anyi. Wevi na wanyang'anyi wanatakiwa wabadilike. Wasipobadilika, sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto. Hatutawapaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Daudi akamwambia Sauli, hayo manguo yako baki nayo, hayo manini yako na uzoefu yako baki nayo. Ninalo jina lipitalo majina yote, ambalo kwa jina hilo lazima huyo Mfilisti asiyetahiriwa mwili wake uliwe na ndege na mzoga wake utaliwa na tai leo. Daudi akarudi, akarifaa, akamchukua baadhi ya kumbukumbu kwenye maktaba yake ya makumbusho, akakumbuka ya kwamba alishawahi kupambana na dubu na akamshinda. Akakumbuka alishawahi kupambana na simba akamshinda. Akasema, sitatumia uzoefu wa Sauli, nitatumia jina la Bwana wa majeshi. Inasema, akasema, mimi nitaenda hivi hivi, haijalishi silaha zangu zinaonekana ni dhaifu, lakini zina nguvu, zinaweza katika Bwana. Adha, mimi nina uzoefu, natumianga kombeo na Mungu wangu hata anatumianga vilivyo dhaifu kuaibisha penye nguvu. Mwambia Mfalme Sauli, haya mavazi hayajanienea, rudisha store. Maana yake hayajamuenea, maana yake sio saizi yake. Akaenda kwenye saizi yake. Bwana akamwambia Daudi, unajua ni nini? Huyu hahitaji makombora, huyu hahitaji mabomu ya nyuklia, huyu anahitaji kitu kidogo sana. Akamwambia, andaa mawe 5 laini, chukua kombeo yako, tokea mbele yake. Anasema akaweka jiwe moja, akazungusha kombeo yake, na Biblia inasema alizungusha mara 3, na anaposema alikuwa na mawe 5 laini, manaki katikati ya zile huduma 5 ambazo Bwana ameziweka kwa ajili ya kulihudumia kanisa. Katika zile huduma 5 alitumia huduma mojawapo, akachukua huduma mojawapo, akaweka kwenye ile kombeo yake, akaanza kuzungusha. Mara ya kwanza akasema kwa jina la Baba, mara ya pili akasema kwa jina la Mwana, mara ya tatu akasema kwa jina la
aliponiachia. Bwana anajuana mahali pa kupenya ambapo hata maadui wenyewe hawezi kujua ya kwamba atapenyea hapa, maana Bwana yeye ni roho, na kama ni roho, sio roho iliyo dhaifu, ni roho yenye nguvu. Goliath akashangaa, hili jiwe limepenyaje? Anajikuta yupo chali, alishaanguka. Daudi kalikuwa kepesi, kametiwa nguvu na Bwana wa majeshi, kakalirukia, kakavuta ule upanga wa Goliathi aliyokuwa ameuweka alani mwake, akakata shingo, akaweka kichwa, kakiinua juu. Nataka nikwambie, kuna wakati ambao Bwana anataka jitukushe, ila usiogope. Kuna majira ambayo Bwana anataka kutukuze kwa ajili ya hayo mazingira aliyoweka mbele yako. Usifadhaike, maana Bwana yupo pamoja na wewe. Kila hatua unayoenda, kila hatua unayopiga, yupo pamoja na wewe. Fear not, because I'm with you. Utapita katikati ya maji mengi, hayatakugarikisha. Katikati ya moto hautaungua, kwa sababu Bwana yupo. Sio kwa sababu umeenda na gari ya zimamoto, hapana, kwa sababu Bwana yupo. Alipomshinda Goliathi, ghafla anashangaa hata mfalme wake na yeye akageuka kuwa adui. Usishangae mtu ambaye leo hii unamwamini kugeuka kuwa adui, ni kawaida. Baadaye mfalme kusimama amwambie Daudi, tunakupongeza, tunaandaa na sherehe, umepiga hili jitu ambalo lilikuwa linatutesa na kutusumbua tulani. Akainua na yeye vita na Daudi. Kwa nini? Maana wana wa Israeli waliimba wimbo, wakaimba wimbo, Sauli ameua mamia, lakini Daudi ameua maelfu. Mfalme akajisikia vibaya kwamba yeye anaonekana ameua kidogo, Daudi anaonekana ameua vingi. Kwa nini Daudi alionekana vile? Kwa sababu Daudi aliua jemedari wa vita. Na by the way, Daudi alihukumiwa kwamba yeye ndiye kafanya, alipewa ile nafasi. Hawakujua aliyekuwa amefanya ni Bwana. Kwa sababu ya kauli yake aliyosema, wewe Goliath unanijia kwa upanga, lakini mimi nakuijia kwa jina la Bwana wa majeshi. Aliyekuwa amepigana vile vita ni Bwana. Sio mara zote unapotumiwa na Bwana ukajiandaa tu kukutana na pongezi. Jiandae wakati mwingine unapotumiwa na Bwana kukutana na vita. Mfalme akasema, mnaimba nini? Kwa hiyo Daudi ndio amewapiga wengi. Akasema ngoja nikawinde. Akaanza kukawinda, kukaua. Lakini kuna heri, kwa sababu Bwana akikuandikia kuwa shujaa kupitia yeye, wote wanaotangaza vita na wewe, wote wanaoinua vita na wewe, Bwana anasimama kukupigania. Usiogope, usifadhaike, kwa sababu vita sio yako, vita ni ya Bwana. Vita sio yako, vita ni ya Bwana. Hujawahi jua kupigana, anayejua kupigana ni Bwana ndani yako. Hujawahi jua kupambana, anayejua kupambana ni Bwana ndani yako. Akikuachia upambana mwenyewe utaweza. Yeye ndio anapambana, ndio maana unashinda, ndio maana unaweza, ndio maana unavuka, ndio maana unatokeza, ndio maana unainuka, ndio maana unasimama, kwa sababu Bwana yeye ndiye mpiganaji badala yako. Hallelujah. 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 Usiogope. Simama na huyu Yesu. Simama na huyu Yesu. Mwimbaji mmoja wa zamani akaimba, ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu. Sio kwa sababu ninao watu walionizunguka, no. Sio kwa sababu ninao marafiki, no. Ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Sio kwa sababu ninao watu wanaokubali, wakatae, ili mradi ninaye Yesu
wanakuzumu, wanasema ngoja tuone na hili, utatoboa, utacheka. Sasa utakapokuja kumtafuta uliyemwacha hapa na unakuta haumuoni, unakuta Bwana alishampeleka maili ambayo huwezi kumsogelea, utacheka. Utacheka. Saa ambayo watu wanatangaza, wanasema ngoja tuone kanisa kama litasimama, halafu wanakuja kushangaa, hawatuoni hapa, wanakuta tuna umati tunahubiria nje. Tumefunga line zetu nje, jukwaa letu nje, tupo bize na injili, tunawahubiria, tunawaambia haya, wale ambao mnadai jamani, tunafanya sisi kazi ya kitume, maana sasa tukupewa huduma moja, tuna mawe mangapi? Ukituzoea kwa jiwe la kwanza, tunaliweka pembeni, tunachukua la pili. Naambia tumekuja kivingine. Nipo na watu au nao umeshaenda? Yesu akauliza, na nyie mnataka kwenda? Petro likasema tuende wapi Bwana? Kwako kuna maneno ya usiku. Naamini waulize, na wewe upo au ndio umeshaenda? Wewe ukienda utashangaa, unashangaa tunaachana na wewe, tunaingia redioni, unasikia redioni injili inahubiriwa, unatusikiliza redioni, unasema nazima redio sisikilizi, unatukuta kwenye TV yako, unasema sisikilize TV na sisikilize redio, unatukuta nyuma ya nyumba yako. Ninakwenda wewe Yesu. Yesu sio masikini, Yesu ni tajiri, anavyopele. Yesu sio masikini, ninamfurahia. Anasema kaririki, njia zake sio kama zetu, njia zake ziko juu sana. Ukisema usikilizi mahubiri yetu, Bwana anatupa nyimbo, tunachukua wimbo, tunauweka. Ukisema usikilizi, unatukuta tunahubiri. Ukisema usikilizi, unatukuta tunaomba. Bwana sio masikini. Haleluya! 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 Ukisuia fedha zako, unatukuta tumeshatajirishwa. Utajiri wetu upo mikononi mwa Bwana. Tunamtegemea yeye siku zote, wala hatuogopi. Hatuogopi. Mwanadamu utatutenda nini? Wewe ambaye ukikosa ugali unaanza kuweweseka, utusumbue wewe. Hautatusumbua. Kunalo jina lipitalo majina yote, na kwa jina hilo ndipo ujasiri wetu ulipo. Mama yangu, ujasiri wetu upo kwa Yesu. Kwa sababu watu kuja na kuondoka ni kawaida. Maana wengi wao wanakuja, anajua alichokuja kukitafuta, pengine anaondoka ameshakipata au amekikosa. Utajuaje? Ujasiri wetu upo kwenye jina la Yesu. Jina la Yesu ni la kuaminiwa milele na milele. Haliondoki. Hata wakijipanga waje waibe, haliibiki. Jina la Yesu haliibiki mpendwa. Jina la Yesu limeshakuja, lipo, haliondoki. Haleluya. Haleluya. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Bwana